za mbiu ya KTN ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2016. Jina langu ni Mary Kilobi. Watu 8 wakiwemo wanafunzi 6, 5 kati yao wakiwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta wamefariki kwenye ajali katika barabara ya Kisii Kilgoris. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo na kuibua majonzi miongoni mwa wakazi wa Kisii mapema hii leo. We met to understand there was an accident. It is our principal Ntere who put in a WhatsApp Nyamache that there is an accident at Ethora. My husband likes being in sites and seeing things, so he went. He said, I'm going there to see what is happening. But 10 minutes before our son died, he had called him and he told him he was okay. So we did not expect maybe to be there. So he went there just to look around. He just went to also take photos and put in WhatsApp. But surprising enough, there's a boy who stays with us. He's the one who first noticed that the boy was there. And that's the shock that he called Malin that Duncan wetu wako hapa. Na Mola fariji familia zilizopoteza wapendwa wao. Na muungano wa mahakimu nchini umetaka kushtakiwa kwa upesi kwa washukiwa wa mauaji ya wakili Willy Kimani, dereva wa teksi na mteja wake. Muungano huo unasema kuwa mauaji ya watatu hao ni mpango wa kuwatia uoga mahakimu na mawakili ili wasishughulikie kesi za ukiukaji haki. Miili ya watatu hao waliokuwa wamepotea ilipatikana imetupwa kwenye mto Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos. We find this as an act that is meant to instill fear among members of the law side of Kenya whenever they are handling sensitive cases in court. And not only that, even as judicial officers, we are hearing these matters, we feel unsafe, so to speak. We don't understand why an innocent advocate who is simply a mouthpiece of his client will eventually pay the ultimate price on a case which has got no personal interest. He's simply conducting his professional duties as an advocate of the High Court of Kenya. Wafanyikazi wa kampuni ya majani chai ya Finlays wanalia ngowe baada ya polisi kuwapiga baadhi yao na kuwaumiza walipokuwa wakigoma. Wafanyikazi hao walikuwa wamesusia kazi kuteta kuhusu kile ambacho wamekitaja kuwa wakuu wa kampuni kukiuka agizo la mahakama la kuwapa nyongeza ya 30% ya mishahara. Polisi hao wanadaiwa kuwapiga wanawake kadhaa kwenye operesheni hiyo. Vivian Kilela na chechemaa baada ya kichapo anachosema kilitekelezwa na maafisa wa AP Bomet. Yeye ni mmoja wa wafanyikazi wa kampuni ya chai ya Finlay ambao walisusia kazi kuishurutisha kampuni kuwapa nyongeza ya 30% ya mshahara. Mimi sina hata mwili vile mnaniona. Nikajaribu kujikinga kwa mtu hapo ndani kwa Karen, nikaingia ndani ya nyumba. Nikaweka chapi. Huyo askari amepiga teke mpaka ndani ya nyumba. Vivian ni mmoja tu wa wengi wanaouguza majeraha. Shira ilikuwa mbona watufuate paka kambi na wakuje watutoe kwa nyumba, wanasema walale na wanawake wetu. Yaani
bunduki ndio nawapea pressure. Mwingine amenishika kwa shingo akaniangusha chini na kukanyaga shingo kabisa. Hapa hivi sina hata meno ya kutafuna hivi. Wafanyikazi hao walihitajika kurudi kazini Juni tarehe 30 mwaka huu. Japo viongozi waliwahimiza kutulia na kutii amri, walikashifu yaliyotendeka hapa. Na ni makosa sana kwa kampuni ya James Finlay kutumia askari kuintimidate wafanyakazi ambao wanapigania haki yao. Tumeambia wafanyikazi watulie, wasije wakaleta shida vile tumekuwa tukiongea na wao kutoka nyuma. Na wafanyikazi wamekuwa peaceful. Waliojeruhiwa walipokea matibabu katika zahanati ya Kaptoret. Kamishna wa kaunti ya Bomet Bernard Leparamarai amekanusha madai kuwa maafisa wa AP waliotumwa kudumisha amani katika shamba la chai la Kitumbe walitumia nguvu kupita kiasi. Mashirima Kapombe, Mbiu ya KTN. Na mtazamaji, watu wawili ambao walijeruhiwa vibaya hapo jana kutokana na shambulizi la basi na wanamgambo wa Al-Shabaab wamefikishwa hapa Nairobi kwa matibabu zaidi. Shirika la Msalaba Mwekundu ndilo lililowashughulikia. Mmoja anasemekana kuwa afisa wa polisi wa akiba, huku mwingine akiwa ni mama mjamzito. Baadhi ya waliotusimulia kisa hicho wanasema kuwa wanamgambo hao waliwafyatulia risasi abiria waliokuwa kwenye basi. We just heard that there's an attack that has happened, and we knew our colleague yesterday was traveling to Mandera. So we did a follow-up to the branch in Elwak. Then they confirmed that 2 buses have been attacked. One escaped, and when he went to the booking station for E-Coach, he found that our colleague had booked E-Coach. And the E-Coach bus was the one that was captured by the terrorists. Yeah. Nimepoteza brother. He was a mechanic of E-Coach. So tumesonika sana kifamilia. Alikuwa anatusaidia sana. Sasa tuna hofu insecurity iko mbaya. Na mzozo umeibuka kati ya vikundi viwili vya wachuuzi mjini Nyeri kuhusu pahala pa kufanyia biashara yao. Kundi moja la kina mama wanaouza mboga na matunda limelalamika kutatizwa na wenzao wa kuuza mavazi ya mitumba. Kina mama hao waliziba mojawapo ya barabara kwa magurudumu ya gari waliopania kuyawasha moto. Maafisa wa polisi walituliza hali kwa kuondoa magurudumu hayo barabarani. Kundi la Nyeri Mukaro Mitumba Traders hata hivyo limewakosoa wanawake hao ambao wanasema hawajatilia maanani mipaka iliyopo. Mama wanaenda kuokota wamama wengine mpaka kwa stage. Wale wamama wanauzia hapa ni wamama 5, lakini wanaenda wakota wengine kwa stage ndio wakuja waonekane wako wengi. Lakini mtu mmoja tu, mama moja tu ndio ana insight hawa wamama wote. Huyo Mwangi ndiye anapatia hawa ruhusa wa kukuja kutengeneza ile ivanda pale. Sisi tufuguswo kwa sababu amekula nini? Hango. Amekula hongo. Na sisi tunakaa pale wa mama hawa, hata huyu hata wale wengine. Huyu alimekaa pale miaka 25. The problem will be solved by the county government, lakini sisi tunamwambia wananchi wasichome soko na kufunga barabara, hatukubali. Because hapa ni ndani ya soko, distraction mingi ndio itatokea. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha nitarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. This is KTN News.